Good afternoon. Mwambie jirani yako relax. Maisha sio serious sana. Relax. Sawa sawa Kwa majina naitwa Gloria Msuwe, ni CFP kutoka Smart Growth Initiative, taasisi isiyo ya kiserikali inayohusiana na kutoa elimu ya fedha kwa vijana. Leo nimesimama hapa, tutazungumza mambo mawili tu. Topic yetu inasema building your future. Nani ambaye anajua future yake hapa ikoje? Hakuna. Darasa inatakiwa lianze mapema. Mimi ni trainer, kwa hiyo tutaenda shule kidogo. Building your future in 2 areas, kutengeneza smart goals kwenye career and financial. Nitaanza kwa kuwapa history. Wakati nakuja chuo 2016 mimi ndo nimeanza IFM pale. Babu yangu aliniambia vitu viwili. Cha kwanza, hakikisha una lengo kwenye kila jambo. Kila unalolifanya hakikisha una malengo. Ni darasani, ni kwenye hela, ni kwenye kucheza, ni kwenye kwenda club, kwenye kunywa pombe. Jua lengo lako kwenye hilo unalolifanya. Lakini namba 2, in your 20s sio umri wa kufigure out kila kitu. This is the age of taking all risk you can take. Learning every skill you can learn. Kwa sababu ukishafika 30, kuna mambo unaweza ukashindwa kuyafanya. Kwa hiyo nilienda chuo nikiwa na goal moja tu, kwamba nataka kuajiriwa TRA. Nikaanza kufanya homework, mtu anayeajiriwa TRA anatakiwa perform kiasi gani ili lengo langu liweze kufikia. Niwapeleke tu haraka, sikupata ajira TRA, niko na smart goal. Lakini ile goal ilinisaidia kutengeneza kitu kimoja. Cha kwanza ni kujua matokeo yangu ya darasani yanatakiwa kuwaje. Kwa hiyo niliambiwa ili uweze kuingia serikalini lazima uwe na upper second na cheti chako kisiwe na safu. Kupata upper second nilihakikisha kila semester na A, lakini kila mwaka kuna somo nitapata C kwa sababu mimi sio genius. Kwa hiyo kuna moja tu itanipiga ngumi ya pua, lakini hivyo ndivyo nilivyoanza. Na wakati namaliza mwaka wa 3, GPA yangu ilikuwa ni nzuri, hapa class yangu nilipata, kila semester tulifurahia A, kila mwaka tulikuwa na somo lilopata C, lakini goal ilitimia. Baada ya muda pia mambo yalibadilika. Baada ya kumaliza chuo pia goals zikaendelea kubadilika. Kwa nini nimewapa history? Tunaanzaga masomo tukiwa hatujui tunakotaka kwenda. Ukiwa hujui unakotaka kwenda, hata njia utakuwa unapita nyingi sana. Naweza nikauliza jambo moja. Ukitoka hapa unataka kwenda Tegeta Nyuki, unaweza ukapanda gari ya kwenda Manzese? Kwa sababu route yako ni ya kwenda wapi? Tegeta Nyuki. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Ni lazima uwe na goal ambayo unaitegemea kuifikia. Ukiwa na goal unayotaka kuifikia, itakupa wewe njia sahihi ya kupita. Hiyo nimegusia kwenye career goals. Kwenye financial goals vile. Watu wanasemaga uanza kusave ukifikisha miaka 45. Mtu anaanza kusafiri kwenda Ulaya akiwa na miaka 50. Kwenye zile adventure zote amesinzia, hamna chochote anachofaidi. Lakini kama kijana ni muhimu kuanza kutengeneza financial goals zako mapema. Kwa sababu financial goals ni zaidi ya kuwa na hela. Ni kuwa na tabia ya kujijali wewe kifedha, ni kuwa na tabia ya kutamani kuwa na uhuru wa kifedha. Hiyo ndio lengo kubwa la kuwa na financial goals. Kwa nini sisi Smart Growth tumeamua kufanya kazi na vijana, kutoa hii elimu kwa vijana? Kwa sababu wengi wetu hapa bado hatuna familia, majukumu ni machache. Babu yangu jambo la pili alinifundisha, akaniambia jua majira na nyakati. Wakati niko chuo ilikuwa ni rahisi kwenda nyumbani kila siku kula. Yaani natoka FM, natembea hadi Upanga nyumbani, na kula alafu ndo naenda hostel. Sasa hivi umri niliofikia ni aibu kwenda nyumbani kula kila siku. Lazima utaulizwa, hauna kitu cha kufanya? Tunanita atakao kusaidia. Kwa ukiwa kwenye umri mdogo,
ni rahisi kuchukua sacrifice nyingi na kutengeneza goals zako kwa kiwango kikubwa, kwa sababu bado una backup system ya familia, ya society. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye kujenga mtu akiwa kijana. Unataka kuanza saving, anza sasa hivi. Usisubiri miaka 30, una watoto wawili wanakudai ada ndio unaanza tena kutafutana na saving. Mambo yatakuwa magumu. Kwa hiyo ni muhimu kuanza kutengeneza goals zako mapema. Sawa sawa? Yes. Kwa Smart Growth tunazo programs mbalimbali ambazo tunadeal na vijana, mtapitishiwa vipeperushi. Tuna program inaitwa Kijana Smart. Kijana Smart ni mentorship program ya vijana ya mwaka mzima, ambayo hapa tunamlenga kijana kwenye kutengeneza malengo yake na kuanza kujenga tabia zenye kumsaidia. Tabia ambazo zitakusaidia wewe kuwa wa tofauti. Tunadili na vijana wote, wafanya biashara, tutakutanisha na mentors ambao wamebobea kwenye biashara, watakufundisha namna gani unaweza kaanza kujenga biashara yako mapema. Kwenye upande wa finance tutakuelekeza kwa nini ni muhimu kuwekeza UT. Dada yetu alitueleza hapa. Njia gani unaweza kuanza? Wengi wao wanakuwa confused. Ukisikia mimi nawekeza milioni 40, mimi 50. Hapana, mimi binafsi yangu nilianza kuwekeza na shilingi 50,000 nikiwa chuo mwaka wa pili. Na sasa hivi ukweli nikiangalia akaunti yangu ya UT huwa nacheka, ninafurahia kwa sababu ina namba kidogo zimeshiba. Sio safari ya siku 3 au 4. Ni safari ambayo imechukua zaidi ya miaka 5, lakini nilianza. Ni tofauti nilikutana na mtu ambaye ameanza kuwekeza leo tukiwa tuna umri sawa. Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo sisi tutakuelekeza namna gani unaweza ukaanza taratibu, hatua kwa hatua. Kwa hiyo tano ulionayo, uipeleke wapi, uwekeze wapi. Lakini tutakusaidia pia kwenye kujenga ujuzi. Tutakuwa na workshop mbalimbali kwenye vyuo, tutakutanisha na mentors, opportunities za internship zote zitapatikana kwenye hii mentorship program. Lakini pia tuna communities ambazo zipo, tunazo kupeana taarifa. Unapokuwa na swali lolote unaweza ukajoin kwenye community yetu, tunakujibu. Sisi lengo letu kubwa ni kukuza vijana. Sisi tunafanya kazi na vijana sana. Watu wanasemaga Gen Z ni wavivu, mimi nasemaga Gen Z sio wavivu. Gen Z wana imani zao ambazo ukifanyia kazi zinaleta matokeo kuliko hata imani ambayo tulikuwa nayo sisi. Kwa hiyo ni muhimu, mtaona kwenye vipeperushi vyetu, lakini unaweza ukashika smartphone yako hapo sasa hivi ukanisaidia kufanya vitu viwili. Cha kwanza, nenda kwenye message, andika goal yako moja tu kwa mwaka 2026. Iandike ni financial goal, ni career goal, unataka matokeo ya mwaka wa 3 GPA ya ngapi? Be specific. Ndio maana tunaitwa Smart Goal. Ukimaliza utaenda Instagram, utafollow account yetu Smart Growth Initiative. Kule huwa tunapost vitu vingi, tunaelimishana na mambo yote yanaendelea kule. Sawa sawa eh? Karibuni sana Smart Growth. Mwenyekiti alitoka tutafuta msaidizi mmoja. Tuna training tarehe 7 mwezi huu wa 12. Na wakati tunazungumza na mwenyekiti aliniambia watu wangu wangeweza kutamani kujiunga, lakini gharama kwa wanafunzi inaweza ikawa ni kubwa. Sasa nani anaweza akajimaliza mwenyewe kwa training ya tarehe 7? Registration fee ni 50,000, ni online training. Niliambiwa hamtaweza kulipa 50,000. Naomba kujua nani atawasemea amount ambayo nyinyi mko tayari kulipa ili tusome. Hakuna. Basi mwenyekiti alidanganya bwana. Watu wake ndio wanatamani sana kujifunza, lakini hapa sioni. Training ni 50,000. Akaniambia niwaulize, nyinyi mko tayari kulipa kiasi gani? Training yetu inahusiana na kuweka malengo yanayoweza kufikika mwaka 2026. Nani anajitolea kuwasemea? Kaka hapa amenyosha mkono chap. Asante.
kweli kwa msingi ni mlima mzito sana, hususan wengi ni wanafunzi. Mimi nadhani labda weke shilingi 10,000 utakuwa ni. Wangapi wako tayari kulipa 10,000? Dada wa kwanza, 2, 3, 4, 5. Wakifika 10 tunapitisha. Tumepata 5, 6, 7 na okay, kama uko tayari kulipia shilingi 10,000, kabla hujaondoka utatembelea meza yetu pale. Kodi ya kupata hii discount ni namba yako ya ticket. Kwa hiyo hakikisha unayo. Hata kodi ya mentorship program pia tumesema mentorship program ya mwaka ni 350,000. Lakini kwa yoyote aliyeattend leo atalipia 300,000 kamili kwa mwaka mzima. Kwa hiyo hakikisha namba yako ya ticket unayo, itakusaidia ku unlock potential. Asanteni sana.